kwamba vitu wanavyohitaji wale wenzetu kule, nyinyi huku inawezekana msio navyo, kwa sababu tumekwenda kwenye bodi zote husika. Wenzetu wanahitaji kahawa, tumekwenda kwa Primus Kimario, hamna kahawa ya kutosha. Total production ya Tanzania ni kama tani 100,000, kule unahitaji tani 300,000. Nikaja kugundua hapa, tutakuja kuingia hivi. Korosho Italy, wanaita kwa Kitaliana anacardi korosho, wanataka wao tani almost 300,000. Sisi tuko kwenye 78,000 tani 80,000. Nikaona tutakuja kuingia hivi. Ilikuwa ya pili korosho. Ya tatu ilikuwa chai, hatuna. Ya nne ikawa pamba, organic cotton, wanaita organic cotton, the best organic cotton, wanasema iko maeneo ya Mwanza, Lake Victoria region. Hatuna. Wakawa wanahitaji zile mbegu za pamba. Mnazijua mbegu za pamba? Wanazipandishia uyoga, kwa sababu uyoga unaota vizuri sana kwenye mbegu za pamba. Wakawa wanataka hizi, hatuna. Kwa hiyo product zote wale chemba za kule walikuwa wanahitaji kutoka Tanzania, sisi hatuna. Kwa hiyo nikajua kwamba nchi yetu ina changamoto ya pili kwenye productivity. Huku ndani tunalalamika masoko, lakini wale hawanui kilo 5 kilo 10. Na sisi soko letu tunaangalia kilo 5 kilo 10. Ukienda Zanzibar sasa hivi kuambia nataka tani 10 ya mdalasini, hakuna. Na hakika hiyo, kwa sababu soko letu sisi kilo. Maparachichi yetu kwenye mkoba wa gunia. Wenzetu wanaongelea in tonnage. Ikasema kuna haja sisi ya kuongeza productivity. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, lakini udhaifu wetu upo katika continuity, kuendeleza jambo lolote tunaloanzisha. Ndio maana parachichi letu hili linachukuliwa na nchi jirani, linapambwa, linatiwa masponji vizuri, linafungwa kwenye maboksi, linasafirishwa. Kule likija Italy, parachichi hili linakuja na jina la nchi gani? Sijasema mimi, mnasema nyewe. Ndio hivyo. Lakini mimi najua, na FAO pale ofisi yao kama wakilishi wa kudumu wanajua kwamba hili linatoka. Na maana tumeshindwa kwenye boksi, tumeshindwa kwenye kutafuta sponji, tumeshindwa namna kulikosha vizuri kuliweka, na tumeshindwa pia kupata logistics ya usafiri mzuri, container yale yenye refrigeration coolers na kadhalika. Kwa hiyo 80% ya faida inakwenda wapi? Mkulima hapa anaishia 20% au 10%. Umewahi kumwona mkulima wa nchi jirani anapokuwa tajiri? Mkulima kule tajiri, hapa ndo mkulima anakuwa hohehahe maisha, kwa sababu faida anayopata inakuwa ndogo sana ukiondosha post harvest. Kwa hiyo kuna mifumo tunatengeneza chemba, kuna mfumo wa wanachama ambao tunatengeneza sasa hivi kwenye stage za mwisho kabisa. Wiki 2 zilizopita tulipata testi ambao tumefadhiliwa na Trademark Africa. Kuna mfumo wa certificate of origin nao mwisho sana, sababu certificate of origin sehemu kubwa tunafanya manual. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo ambao unasomana na mifumo kama maelekezo ya mwenyekiti wa TNBC ambaye ni Mheshimiwa Rais, kwamba mifumo yote isomane. Na sisi tulikuwa na misho letu la kule TRA la certificate of origin. Na sasa hivi tuko kwenye very final stage, tumesema kutesti, tutasomana na mifumo ya TRA ili mtu aombe certificate of origin ya mzigo wake online, aipate online, ailipie online, na ingie kwenye mifumo yote ya mamlaka ambazo husika online bila kwenda sehemu yoyote ofisi kwake. Kwa hiyo nafikiri kwenye mwezi unaokuja tutaanza full operation. Lakini pamoja na hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumetengeneza mfumo wa NTB, nani tariff barrier. Sisi TCCIA miaka zamani ndio tulianzisha mfumo, hata kabla digital kufikia level hii ambayo tunao sisi. Kwa sababu tunatumia simu za mkononi na message za kawaida hata kabla WhatsApp haijaanza. Na tulishinda tuzo paka nje ya nchi. Nafikiri watu walienda hapa paka Switzerland wamepata tuzo. Ndio chemba yetu ilishinda hiyo tuzo. Lakini hapa katikati tukapotea. Sasa tunarudi na mfumo wa NTB. Mtu akipata changamoto yote kwenye boda, anajaribu kutuma tu message, inaenda kwa wahusika wote, wanamrahisishia, anaweza kupita boda na kufanya biashara yake. Tukijua kwamba boda yetu hii hapa ni kubwa na tunataka endelee kuwa kubwa kwa uchumi wetu sisi.
Vile vile tunatengeneza mfumo kwa ajili ya mazingira ya biashara. Hii help desk itakuwa ni automatically. Mtu anaweza kupata changamoto za mazingira ya biashara, atasema moja kwa moja kwenye mfumo, na mfumo utakommunicate moja kwa moja na chemba makao makuu. Kwa hiyo tutakuwa tuna uwezo wa kufanya hiyo research moja kwa moja. Kwa hiyo tujitahidi kuhakikisha kwamba hizi biashara zetu tunazifanya vizuri na tunazifanya kwa wema, na tuhakikishe kwamba haziwi chanzo cha ugomvi, ila ziwe ni chanzo cha kudumisha amani, kudumisha mshikamano, kudumisha maendeleo na umoja katika nchi. Kuwekeza zaidi katika mapinduzi ya kidigiti. Leo hii maendeleo yote na mafanikio makubwa ya kiuchumi yanatokana na maendeleo au mapinduzi ya kidijiti. Kwa hiyo katika biashara zetu tusionee aibu kujiingiza moja kwa moja kwenye masuala ya digital transformation. Tujiingize, na ndio leo nchi zote ambazo unaziona zinaendelea zimewekeza huko. Swala lingine ambalo ni muhimu sana, ambalo limekuwa tunalisimamia kwa karibu, ni uaminifu katika sheria. Tuzingatie sheria za nchi, hasa hususan zile za kodi. Sisi ndio sheria hizo zinatulenga zaidi. Miongoni mwetu tusifike mahali pa kunyoshewa kidole. Tuwe waaminifu, tulipe kodi vizuri na tozo mbalimbali.